Kwa hiyo baba, unataka nifanye kazi eh? Yaani mambo ya urithi unataka tu, yaani mimi nisilizi chochote tu, nifanye kazi baba. Baba. Yaani haya mambo yako mimi sijaelewa kwa kweli. Mimi sijaelewa. Kwa hiyo unataka tu nifanye kazi. Baba. Baba, mimi mtoto wa bosi. Baba, acha kunichukulia hivyo bana. Nikunionea tu, nikunionea. Kwa hiyo unataka mimi nifanye kazi? Mwanangu, jana nilikuacha na swali. Je, ushapata jibu? Nilikuelekeza nikakuambia nenda ukafikiria. Sijui umekuja na jibu asubuhi hii. Nataka uniambie mwanangu. Baba, bado nafikiria. Nafikiria babangu. Hebu niambie, nikikupa biashara yangu utaitembeza namna gani? Nikikupatia kazi yangu, je, utaweza kabisa kuitembeza vizuri? Mwanangu, niambie. Kwa hiyo baba, mimi nitaambia tu wafanye kazi. Yaani hicho tu. Nikuambia tu fanye kazi bana. Na kama biashara yangu inapata hasara itakuwaje? Ikipata shida itakuwaje? Niambie. Nataka nijue. Si unataka urithi? Si unataka mali yangu? Niambie. Kwa hilo mimi sijui baba. Sijui. Sasa nitafanyaje? Sijui kabisa, sijui nitafanyaje kwa hilo. Mwanangu, lazima uelewe hiki kitu. Mali nyingi zilipotea sababu watoto walikosa maarifa. Walitegemea tu kupata kitu mkononi, lakini kichwa hamna chochote mwanangu. Kuwa na akili timamu. Nina kitu nataka nikuambie. Ukizingatia kitakusaidia. Kweli baba? Nataka ujifunze kutengeneza mali. Unanielewa mwanangu? Nataka ujifunze kutengeneza mali yako mwenyewe. Ukirisi, ukipata urisi, iwe nyongeza tu. Unanielewa mwanangu? Yaani nataka utengeneze, ujifunze kutengeneza mali. Ndio maana nimekuambia, sijui unanielewa. Sasa ninyi watoto wa siku hizi we. Kwa hiyo baba, unataka nifanye kazi eh? Yaani mambo ya urithi unataka tu, yaani mimi nisilizi chochote tu, nifanye kazi baba. Baba. Yaani haya mambo yako mimi sijaelewa kwa kweli. Mimi sijaelewa. Kwa hiyo unataka tu nifanye kazi. Baba, mimi mtoto wa bosi. Baba, acha kunichukulia hivyo bana. Nikunionea tu, nikunionea. Kwa hiyo unataka mimi nifanye kazi? Simama, ondoka. Nimeongea na wewe mambo ya kutosha mwanangu. Ila zingatia hii kitu. Jiandae, kesho nikupeleke shambani. Wewe unajua shambani? Nataka nikupeleke shambani kesho. Nikuoneshe mahali ambapo nilitengeneza hizi pesa ambazo unazitaka kwa bure. Nataka nikufundishe mahali namna. Baba, hicho sasa naanza kuelewa kidogo. Baba. Naanza kuelewa kidogo. Naanza kuelewa kidogo. Ninyi watazamaji ambao mnaendelea tamthilia yetu ambao tumeanza pendwa sana.
tunawashukuru sana na tunasema Mungu awabariki. Mungu awabariki kutufuatilia. Sisi ni wachanga kabisa katika kazi hii, lakini tunamwamini Mwenyezi Mungu. Tunaamini ya kwamba atatusaidia, na wewe ambao unaendelea kufuatilia tamthilia hii, naamini utabarikiwa. Utabarikiwa, uendelee kutufuatilia. Tunaendelea na episode ya 3 inaendelea, inakuja, ila usikose kununua Kas Gold, sababu ndo ofisi kubwa ambayo inaleta pikipiki, inaleta bajaji, inaleta zile ambazo tunaita triporter, zile za kuchukua, zile bajaji za kuchukua vitu. Kuna bajaji za kuchukua watu na za kuchukua vitu. Kwa hiyo usikose kufika pale Butembo. Ziko pale. Boss anaitwa Muliangasu Kasereka ambaye ametuletea vitu vizuri sana. Vyombo hivi, vifaa hivi vinadumu sana. Ukinunua Kas Gold unakuwa umetengeneza maisha yako, future yako itakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo Beni zipo, mahali popote zipo, Goma, Kisangani, wapi, Kongo nzima Kas Gold ipo. Mahali upo ipo. Kwa hiyo kama umeikosa mahali ulipo, piga simu kwa namba hii, nitakuelekeza na nitakufuata popote ulipo ili nikuletee Kas Gold, ama nikuchukue nikulete ofisini uchukue Kas Gold, the best quality. Merci PDG Muliangasu. Accompagne mes pas. KS Gold est toujours là. Qualité.